Jioni njema mtazamaji, karibu sana kwenye makala uyapendayo ya KIOO cha Hoja. Hii ikiwa ni sauti ya mwananchi. Natumai kwamba siku yako imekuwa njema. Ambapo leo tunataka kuangazia kidogo bado masuala kuhusu elimu. Ambapo kati ya takriban watahiniwa 800,000 wa mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka 2022, takriban 173,345 walipata kati ya alama ya A na C+, na hivyo kuwaweka kwenye nafasi bora ya kujiunga na vyuo vikuu nchini. Ila swali ni je, vyuo vikuu nchini vina nafasi za kutosha kuwapokea? Na je, ni ipi hatma ya watahiniwa wengine zaidi ya 700,000 waliopata kati ya alama ya C na E ambao hawana uwezo wa kujiunga na vyuo vikuu? Na je, ni kweli kwamba vyuo vya kiufundi ni vya wanafunzi wanaofeli mitihani? Na baada ya kuwashabikia wanafunzi waliofanya mtihani ya KCSE na kupata matokeo yao, je, wao binafsi ama sisi kama taifa tumetekeleza lipi la ziada lenye manufaa kwao? Umemwelekeza mwanao kuhusu jinsi ya kuchagua taaluma na hatua inayofuata maishani? Ndio mada inayotupambia kipindi chetu cha hii leo cha KIOO cha Hoja. Tunakushirikisha kwa kuuliza, je, mwanao akipata alama ya D au A kwenye mtihani wa kitaifa KCSE utafanya nini? Je, mwanao akipata alama ya A au kuanzia C -D A utafanya nini? Na unadhani ni kwa nini wanafunzi wengi hukosa ajira baada ya kufuzu kutoka vyuoni? Je, unadhani ni kwa nini wanafunzi wengi hukosa ajira baada ya kufuzu kutoka vyuoni? Ndio mada ambayo tutaijadili hii leo, na wageni wetu studioni ni Jane Mutisia ambaye ni mkurugenzi wa Career Management Center. Tuko naye vile vile Daktari Caroline Ayuya ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Daystar, na vile vile tuko naye Timothy Nyongesa Katiambo ambaye ni mkurugenzi wa mikakati na mipango katika mamlaka ya vyuo vya kiufundi nchini, yani TVET. Asanteni sana kwa kuungana nasi hii leo. Tunafurahi sana kuwa nanyi. Na mtazamaji, kushiriki ni rahisi. Tuelekezee hisia zako kupitia nambari 22155 22155 kwenye mtandao wa Twitter ni @ZubeidaKananu @KTN News KE, ukitumia #KIOO cha Hoja. Tutakuwa tukisoma kauli zako tunapoendelea na taarifa hizi. Lakini awali kuna taarifa ambazo tulikuwa tumekuandalia, ambapo Wizara ya Elimu kwanza kabisa kabla ya hilo, kuambatana na swala hili, aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha alisema hakuna haja ya kumshinikiza mwanao kupata alama ya A kisha asubiri miaka 20 baada ya kufuzu chuoni ili kuajiriwa. Na ndiposa tunataka kuangazia swala hili. Je, kuna umuhimu wa kumshinikiza mtoto kujiunga na chuo kikuu? Magoha aliyasema haya wakati wa hafla ya ufunguzi wa hafla ya 94 ya tamasha za muziki katika kaunti ya Kisumu. You don't have to be saying, oh, I passed to go to university. Which university? You go and create a company and employ the beggars who went to university and employ hundreds of them. Because you will be talented. You'll be a film director, you'll be a music director, and you can be employing the Magoha's grandchildren at about 1% of your income or even less. That is the life that our children must now consider. Rather than saying, let me pass well so that I go to the university, so that I get a certificate, so that I stay for 20 years, so that I can get a job. I think that is a bit stupid, don't you think so? Ukiyatafakari hayo, tutayazamia muda usiokuwa mrefu. Wizara ya Elimu inapanga kujenga jumla ya taasisi 52 za elimu ya kiufundi, yani TVET, kwenye maeneo bunge 52 katika muda wa miaka 3. Ili kufanikisha lengo hili, Wizara ya Elimu kupitia kitengo cha elimu ya kiufundi imetoa wito kwa wabunge wa maeneo bunge hayo 52 kuhakikisha wamepata ardhi itakayotumika kujenga taasisi hizo. Haya yanajiri wakati serikali inapanga kuajiri zaidi ya walimu 1,300 wa TVET ili kuziba pengo la uhaba mkubwa uliopo kwa sasa. The government is absolutely committed to enhancing TVETs in Kenya.
We have 52 constituencies where we have not as yet established the TVET, upgraded TVET institutions, and we are on the pathway to having the 52 constituencies institutions established. We have already written to the MPs in the 52 constituencies, asking them to be prepared in ahead of the release of government funds. This program is really targeting youth employability within the country, and this is through skills development in TVET. These would be competency-based education and training programs, and we are working with all these agencies and the government to mount these programs at our TVET institution. We are working with the range of 25 institutions to mount these programs, equipping workshops for up to 17 of these institutions, as well as providing capacity building in CBET pedagogy. Kuitathmini kwa kina, wanafunzi washamaliza mtihani, wamepata matokeo yao, tumewashabikia, tumeimba, wengine tumelia, lakini sasa kipi kifuate? Tukae nao nyumbani au tuwapeleke wapi? Kwa sababu taasisi za elimu, vyuo ni vichache, wote 800 sidhani wanaweza kutoshea. Wale 700 ambao hawajafuzu kuingia katika vyuo vikuu, tufanyije nao? Hatima yao ni gani? Na je, hizi TVET tunazosikia zikitajwa, je ni za wale ambao wanafeli mtihani? Na je, kupata alama ya A ndio ishara tosha kwamba mwanafunzi mambo yake yatakuwa shwari maishani? Ndio tunataka kujadili swala hili. Wageni wetu tayari wako hapa studioni, tuko na wataalamu, tutafungua laini zetu za simu uweze kuwasiliana nasi, tupigie simu changie katika swala hili. Tukikuuliza wewe binafsi, mtoto wako akija nyumbani amepata A hadi C+, utafanyaje naye? Yule ambaye atampata C hadi E, utafanyaje naye? Tutumie kauli hizo tutakuwa tukiziangazia muda usiokuwa mrefu. Kwanza kabisa nianze kwa kupata tu kauli yenu ya utangulizi. Mtoto akipata A ndio ishara tosha kwamba atafanikiwa maishani, au yule ambaye anapata A ni kumaanisha kwamba hatafanikiwa maishani? Nikianza, let me say that your success in life haitegemei ulipata grade gani. Kuna wenye ambao walipata A wakapata B wakapata C+, na hawajaenda venye watu walikuwa nadhani wataenda. So success katika maisha depends on very many factors. Si grade peke yake. Kuna wenye walipata hiyo D-, wengine wakapata E, but they are running very successful enterprises. Wako na mabiashara zao wanafanya. Wengine walianza hiyo bridging, wakaenda certificate, wakaenda diploma, wakaenda degree. Hata kuna rafiki yangu ako na PhD. Na ameandika watu wengi sana. Kuna biashara yake ameandika watu wengi sana, alikuwa na D-. So ile grade tumepata haimaanishi kwamba wewe umeanguka kwa maisha ama umefaulu. Success kwa maisha ni vitu nyingi sana. Sio hiyo peke yake. Bwana Timothy, mmemsikia vile vile aliyekuwa waziri wa elimu marehemu Magoha akisema kwamba unasukuma mtoto ndio amepata A anaenda chuoni, kisha huko nyuma anasubiri miaka 20 akitafuta ajira. Na ndio sababu wengi tunafurahia ndio watoto wakienda chuoni, wakifanya vyema, wakipita mtihani. Lakini kwenda chuoni, umepata A ukaenda chuoni, ina maana kwamba wewe ndio utakuwa na maisha bora, umefanikiwa. Wale wengine ambao wanapata kutoka C, wale ambao hawajafaulu kuingia chuoni, kwamba maisha yao ni hivyo, yamekwisha. Naam, asante Zubeda kwa mwaliko wako. Ningependa kusema hivi, tubadili msamiati ambao tunatumia. Ule msamiati ambao si utumia tukisema kwamba hawa wamepita, hawa wameanguka, ndio mwanzo wa kudemoralize, niseme wale wanafunzi ambao mtihani yao ama matokeo yao yametoka juzi. Wote wamepita, lakini wamepita kwa viwango. Ni vizuri tuambie hivyo kwamba wote wamepita na wamepita kwa viwango, na kile kiwango ambacho umepita nacho kinaweza kuelekeza mahali fulani kulingana na ile interest yako na zile nafasi ambazo zimepatikana, hali ya uchumi inavyoendelea globally, locally. Kwa hivyo kazi zitapatikana wapi, ni nini unaweza fanya? Naam. Lakini tusije tukaita wanafunzi fulani kwamba hao wameanguka na hao wamepita. Wote wamepita lakini kwa viwango. Daktari, viwango vya kuingia katika chuo kikuu ama vyuo vikuu nchini, kuna mabadiliko yoyote? Tulikuwa tunajua kwamba mtu akiwa na A and anaingia hadi yule ambaye ako na C+, ndio bado hizo alama ambazo zinatumika kuingia chuoni. Na haswa vyuo vyetu jinsi ambavyo viko sasa hivi vina uwezo wa kuamudu kuwapokea wanafunzi wote ambao wamekamilisha mtihani wao wa KCSE mwaka uliopita?
Zubeida, kwanza nataka kushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuja hapa ili kuweza kuwaelimisha wale ambao wameweza kufanya mtihani mwaka huu, kujua kwamba kila mwanafunzi yule ambaye amefanya mtihani ana nafasi ya kuweza kufanikiwa kukua bila ningeweza kufanya. Kirodi, nitarudi kwako muda sio kwa mrefu, turekebishe sauti yako alafu kisha nitarudi kwako. Na ni swala ambalo ni zito sana kwa sababu ndio tumewashabikia lakini sijaona lingine likifanywa. Na ndio sababu tukaandaa hiki kipindi kuona ni vipi wanafunzi wataweza kusaidiwa kwa sasa baada ya kuhitimisha masomo. Mtoto amemaliza, akapata matokeo yake. Ana cheti chake pale nyumbani, ana matokeo yake pale nyumbani. Kipi ambacho cha muhimu kinastahili kufuata baada ya hapo, baada ya kupokea yale matokeo? Akipata yale matokeo, kuna wenye anangoja serikali imuitie barua fulani aende afanye ile course government imemuitia. Kuna mwenye akona wenye wanaweza mshauri achague kile anataka kufanya. Kuna mwenye hana habari. Ile the era that we are living in, kuna habari mingi sana. So kama umepata kama ni gani, it's very important you get someone to guide you, to guide you in selecting the next phase. The only bad thing that should not happen is someone choosing to stay home and say mimi nilianguka, siwezi enda college. Ama useme mimi sina pesa, siwezi enda college. There is always a way out. Kuna help, kuna najua atakuwa anaongelea maswali, kuna the very many organizations that zinapeana pesa. Kuna wengine wanafanya. So the most important thing is to transition and earn yourself a skill. Ukuwe na kitu yako moja unaweza fanya ambao it will give you, a living. So the only thing that I would be able to talk to the parents and even to the people that have just finished the school is please don't sit home and assume kwa vile nilipata maybe grade yenye tunazita mbaya ama yenye siku kwenye university sasa nikae nyumbani. It's very 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 important that you get your skill. Doesn't matter what skill it is, but have your skill. A skill is very important because then you're able to use that skill to learn your life. Na tutarudi kwako utuweze kutueleza na kutuelimisha unachagua vipi taaluma. Nirudi kwako daktari, samahani kwa hilo. Haswa ametaja pale kuna zile tunataja ni grade nzuri na grade mbaya. Nikurejesha kwa ile kauli ambayo ulikuwa ukisema kwa sababu nyinyi ndio sasa mtakuwa mkipokea watoto wetu vyuoni. Je, mnawapokea vipi, mnaangalia vipi kwamba wewe nyinyi ndio mlipita kujeni au wengine kaeni pembeni au inakuwa vipi? Mwanzo nilikuwa nimesema kwanza mimi nashukuru sana kwa kuweza kutualika kuja hapa ili tuweze kupatia nafsi ya kila mtu ambaye ameweza kufanya mtihani, kumwambia kwamba kila mwanafunzi yoyote ambaye amepitia kidato cha 4 hapa nchini mwetu ana nafasi ya kukua kila angependa kukua. Tofauti tu ni kwamba ni vile itakuwa viwango. Kuna wale ambao wamepata alama ya E, labda utaanzia pale chini kidogo wakipanda kama vile mwenzangu amesema. Kwa hivyo wana nafasi. Lakini pia nikuja kwa swali lako ni kusema kwamba vyuo vikuu havichukui tu wale ambao wamepata ile alama ambayo ni C+ kwenda juu. Hapana. Vyuo vikuu pia vimekuwa na vile kuanzia chini na kwenda juu. Kwa mfano, mtu akipata alama ya D+, C- na C, wana nafasi pale. Lakini kwamba tuseme kwamba hakuna mwanafunzi yoyote ambaye hana nafasi. Kila mwanafunzi, na wazazi wasikie kwamba kila mwanafunzi wako ambaye mtoto wako amefanya mtihani ana nafasi kubwa ya kukua kila angependa, inakuwa tu kwamba tanzia wapi. Na sijui kama nitakosea kwa kusema kuna takriban vyuo vikuu vya umma 30 na vya binafsi kama 28 hivi. Je, vina uwezo wa kuwapokea wanafunzi hao wote ambao wameufanya mtihani? Haviwezi kuwapokea. Ndio maana tunasema kwamba kuna nafasi kubwa sana. Kuna vile vyuo kama vinasema nafanya mtihani wa TVET na kuna vile vyuo vikuu kama vile wanayoita wenyewe universities. Vita ni vyuo. Lakini tofauti ni kwamba ile masomo ambao unatafuta taaluma gani, unatafuta kwenda kusoma nini, na unataka kukua nini. Lakini kwamba hatuwezi kusema hata wanatosha katika vyuo vikuu pekee. Na sio lazima uende kwa chuo kikuu pekee, kile kinasikamana na university. Unaweza uenda hata katika ile polytechnic ama unaweza kwenda katika middle level college, lakini uweze kupata ile ambayo kile ambacho ungependa kufanya. So vyuo vikuu viko vingi, lakini haviwezi kuwachukua wote vile wanataka. Na labda ndio nije kwako Bwana Timothy. Kwanza kabisa hii mamlaka ya TVET ni mnahusika na mambo gani haswa, mnafanya nini? Kisha utueleze na TVET zenyewe ni nini na kusudi la kuanzisha TVET ilikuwa ni nini? Naam, asante Zubeda. TVET kamili in full ni Technical and Vocational Education and Training Authority. Ile ambayo tutasikia sana ni TVET bila hiyo Technical Vocational Education and Training. Kwa hivyo ni masomo ya kifundi, lakini hapo nyuma yalikuwa ni kama yako kila mahali. Kila mtu anafanya kile ambacho anataka.
kila wizara iko na chuo cha kiufundi. Watu wanaanza TVET kiholela. Kwa hivyo ndio kuwe na mamlaka ambayo itafanya coordination. Kwa hivyo sisi ndio kwa kimombo tunasema ni regulators wa TVET injini. Na tunavyo regulate ni kwamba we develop standards. Kwanza tunafanya zile standards, vigezo kwamba ukitaka kuanzisha chuo lazima uwe na hiki na hiki na hiki na kile. Tukiwa na zile standards ndio tunaviandikisha hivi vyuo. Vyote vyuo unavyosikia vya TVET hapa injini, viwe ni vya kibinafsi, vya serikali, vya umma, katika wizara mbalimbali, vinaandikishwa na sisi TVETA. Jambo lingine ni kwamba vyuo vikishaandikishwa lazima tufuate mara kwa mara kuhakikisha kwamba vinaendelea kukadiria ule ubora wa masomo unaendelea. Tunaandikisha vyuo na pisha tunaandikisha wale trainers, wale wakufunzi ndani ya hivyo vyuo. Kwa hivyo jambo lingine ni kwamba sisi ndio tuna approve zile courses, tunapeana ile license, ile leseni yao kufanya masomo fulani. Kwa hivyo tunaandikisha chuo kisha tupeane license kuonyesha kwamba yafaa wapeane course 1 2 3 4. Wasipeane tu course yote, lazima sisi kama TVET tuende tuangalie tujue kwamba wako na vile vifaa, wako na wale wakufunzi na kwamba wanaweza, na pia kuna mtaala ambao umekuwa approved ambao sasa wanafunzi waweze kupata ile elimu bora, sio bora elimu. Na kuna TVET ngapi humo nchini? Kwa sababu tumeona katika ile taarifa ya awali kwamba kuna nia ya kutaka kuongeza zile TVET. Kuna ngapi kufikia sasa? Walimu ni kama wangapi ambao wapo kwa sasa? Naam, kwa sasa tuko na karibu 2300 vyuo ambavyo vimeandikishwa. Ni kitu ambacho pengine watashangaa. Nyingi hivyo ni kweli. Ukiangalia zile za kibinafsi na kisha uangalie zile za serikali. Zile za serikali ambazo pengine wengi tunazijua ni karibu 285. Hizo 285, 51 ziko katika wizara mbalimbali. Ukienda kwa wizara yote utakuta kwamba wako na chuo cha mafunzo kule ndani. Karibu 240 hivi ndio zile ziko kwa wizara ya elimu, State Department ya TVET. Na sera ambayo sasa hii tunatumia ni kwamba kila constituency, kila eneo bunge litakuwa na chuo anuai. Na ndio ulisikia kwa taarifa ikisemekana kwamba sasa hii serikali inataka kujenga zingine 52 kwa sababu kuna constituencies zingine ambazo bado hazijapata. Na tunavyoenda kwa ile sera ya kwamba kila constituency iwe na moja, tujue kwamba kuna categories mbalimbali ya hivi vyuo. Kuanzia juu utakuta kuna zile zinaitwa National Polytechnics. Na yote haya yako katika TVET Act 2013. Kwa yule ambaye anatutazama na pengine anataka kujua ukweli wa haya, angalia TVET Act 2013. Ndio inapeana zile categories za vyuo. National Polytechnics, kwa mfano hapa Nairobi unajua Kabete National Polytechnic, Mombasa unajua Kenya Coast, Kenya Kisumu kuna Kisumu Polytechnic, kuna Eldoret, kuna Sigalagala, kuna Kitale National, Nyeri, Meru na Northeastern. Ukihesabu utapata 11 hivyo. Kisha level ya pili kuna zile tunaita Technical and Vocational Colleges, TVCs. Nyingi ambazo utasikia watu kwa huko nje wakisema TTIs. Ukiwa hapa Nairobi na pengine unajua kuna Nairobi TTI. Naam. Kategori yake ni hizo TVCs, na hizo ndio hasa tunazinajengwa katika kila eneo bunge. Na ukija chini kidogo kuna zile zinaitwa Vocational Training Centers. Vocational Training Centers ndio pengine unazijua kama Youth Polytechnics hapo nyuma. Lakini kuna hiyo rebranding ilifanywa kwa sababu ukisema Youth Polytechnics, mimi na wewe pengine tunaweza sema kidogo tumetoka kwa ule ujana tusiende huko, lakini Vocational Training Centers ndio basi zinaalika kila mtu. Hizo ziko kwa devolved units. Zinakuwa managed na county governments. Kwa hivyo utakuta kama jimbo hili la Nairobi, county hii ya Nairobi iko na zile zake, watajenga wawe na walimu, lakini mtaala ni national, quality assurance ni national, lakini ziko managed pale chini kwa county governments. Lakini kuna chuo kimoja ambacho ni special cha kutrain, nacho ni trainers peke yake, wakufunzi. Kenya Technical Trainers College ambacho ujuzi kilipewa order sasa kinaitwa Kenya School of TVET. Kiko hapa Gigiri hapa Nairobi. Ni cha kipekee hapa Kenya. Ingawa mara nyingi huwa tunakihesabu pamoja na National Polytechnics. Kwa hivyo hizo zote ndio utapata tukisema public institutions hapa Kenya ni karibu 285 ni hivyo. Hata zile private utakuta ziko katika hivyo viwango. Naam, National Polytechnic, Technical Vocational College, Vocational Training Center. Naam. KTC ni hiyo moja tu. Na tutaingia mapumzikoni, utajibu hilo la walimu kwa sababu tumeona vile vile kuna hitaji la kuajiri walimu, kuwa wanaajiriwa na nani. Na vile vile tumekueletea wataalamu hapa. Unataka kuingia chuoni?
unahitaji nini, vigezo gani vya kuzingatia. Vile vile unataka kuingia katika TVET au mwanao aingie katika TVET, ni vigezo gani vya kuzingatia. La muhimu zaidi, unapoingia unaenda kufanya nini? Utachagua vipi taaluma, vigezo vya kuzingatia. Ndio sababu tuko na wataalamu hapa. Endapo una swali lolote, tutumie ujumbe mfupi bila malipo. Nambari ni 22155. Laini zetu za simu ziko wazi. Wasiliana nasi, tutakuwa tukikuelekeza na kukuunganisha na wageni wetu uweze kuwauliza maswali moja kwa moja, na kusihi usiende mbali.